Hello, karibu katika somo hili fupi ambalo linaweza likakusaidia kutoka hapo ulipo na likakuongezea kitu katika maisha yako ya huduma au maisha yako ya kiroho na maisha ya kawaida ambayo tunaishi. Somo letu la leo linatoka katika kitabu kile cha Marko 10 ule mstari wa 17 hadi mstari wa 31. Somo hili linahusiana na yule mtu aliyemwendea Yesu akimwambia, "Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi ufalme wa mbinguni?" Unaweza ukajiuliza, kwa nini huyu mtu aliwaza mambo mengi na baada ya kumuona Yesu akatamani kujua kwa nini au afanye nini ili aweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Lakini kitu cha kwanza kabisa, Yesu namna alivyompokea, aliua ile kauli yake ya kwamba kwa nini unaniita mimi ni mwalimu mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu pekee. Kana kwamba mimi ni Mungu na ninastahili hali ya uungu. Lakini katika kustahili kwangu, mtu yote uliovaa mwili lazima uvae unyenyekevu. Mtu yote ambaye umeamua kujisacrifice kwa ajili ya watu au kwa ajili ya mambo fulani, lazima cha kwanza uwe mnyenyekevu. Yesu akamwambia, "Je, wazijua amri? Usiibe, usiue, usizini, usitamani mali ya jirani yako zote?" Yule bwana akamwambia, "Hizo nimezishika tangu utotoni mwangu." Yesu akamtazama kwa macho ya kufurahia. Basi akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja, na hapa ndipo ambapo nataka watu tujifunze. Nenda kauze vitu vyote ulivyokuwa navyo, wape maskini, wape wahitaji." Yule mtu akajiondokea, akawa ameondoka katika hali ya huzuni, akiwa anatafakari. Sasa kusoma Biblia anasema hivi, kwa kuwa alikuwa na mali nyingi sana. Yesu aliua ile hali ya yule mtu kutegemea fedha kuliko Mungu. Ukisoma yule mtu alikuwa na fedha nyingi, so matumaini yake makubwa sana yalikuwa katika fedha. So akataraji labda pengine kutokana na vile anavyovifanya, labda pengine vingempa kustahili kuurithi ufalme wa mbinguni, lakini la hasha. Yesu aliua yale matamanio na ule udhaifu na vile vitu ambavyo alivitegemea kwamba pengine vingemshawishi Yesu kwamba mtu angefaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na kwa nini anasema tajiri itakuwa ni ngumu kuingia katika ufalme wa mbinguni? Sio kwamba watu wa Mungu hatupasi kuwa matajiri, sio kwamba hatupasi kufanikiwa katika mafanikio makubwa katika level za juu. No, tunapaswa kufanikiwa, lakini sasa ni nini basi Yesu alimaanisha? Nataka nikutolee mfano mmoja ambao Mungu kipindi kile alimwambia Ibrahim baada ya kumpata mtoto yule Isaka kwa muda mrefu sana, baada ya Sara kukosa mtoto mpaka kupata katika umri ule wa kuzeeka. Mungu alipoona Ibrahim imani yake, akatamani amjaribu kupitia kile kitu, kwa sababu ndo mtoto pekee alikuwa amempata. Kwanza amempata katika umri ukiwa umeenda wa bahati nasibu, unaweza kusema. Katika kipindi hiki ni ngumu sana ukishavuka miaka 55 au 60 kwa mwanamke kupata uzao. So Yesu hapa alimaanisha kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu. Akasema, "Mtu yoyote asiyechukua msalaba na kunifuata, huyu hanistahili." So unahitaji kumfanya Yesu kuwa kila kitu. Wanafunzi wake walimuuliza, Petro akasema hivi, "Bwana, tumeacha yote tumekufuata wewe, kwako tutapata nini?" Yesu akasema, "Hakuna aliacha ndugu waume, hakuna aliacha ndugu wake." Lakini hakumaanisha kwamba ujitenge na wazazi kwa sababu ya Kristo, kwamba uachane na watu, ila tu alimaanisha kwamba kama sababu ya wewe kuto kumfuata na kumwamini Yesu Kristo inatokana na mzazi au familia au kazi au fedha, lazima uue. Ndio maana Biblia inasema ukiona mkono wako na kuzuia kutimiza mapenzi ya Mungu, inafaa ukate. Sio kukata mkono, wala sio mkono huu uliomaanisha. Ni vitu vyote ambavyo vinakuzuia wewe usifanye mapenzi ya Mungu, inabidi uviondoe katika maisha yako. So Mungu akubariki sana. Naamini somo hili limekutoka katika sehemu moja na kupeleka katika sehemu nyingine, kufungua ufahamu wako. Unahitaji kuwa makini. Kuna mafanikio mengine yamezuiliwa kwa sababu tulivipa vipaumbele vitu ambavyo Mungu hakupendezwa navyo. Wengine walipopata kazi, huduma makanisani wakaua, wengine walipopata waume wakaacha kuimba praise. Yani huduma zile na karama ambazo Mungu alikuwa amezipanda ndani yao zilikufa au zilididimia au zilipungua au ziliacha kufanywa kazi baada ya kupata mafanikio fulani. So hicho ndio kitu ambacho Yesu Kristo alitaka akiue, na anataka akiue kwa huyo mtu. Ili ufanye mapenzi ya Mungu katika namna ya kumpendeza, lazima uue mapenzi yako, ili mapenzi yake Mungu yachukue nafasi. Then ya Mungu yakichukua nafasi, mambo yako yanaanza kunyoa, sababu mambo ya Mungu yanatengeneza njia ya mafanikio yako. God bless you.